Leo tarehe 13 Aprili 2016 jijini Dar es Salaam, mjumbe wa bodi ya kampuni ya CZ High Information and Media Consultant Limited, Bwana Agostine Matevu, amesema inasemekana kuwa kuna baadhi ya wananchi, wabunge na wafanyabiashara walio na mpango wa makusudi wa kukwamisha juhudi za rais na serikali ya awamu ya 5. Kuna mtandao wa bunge na baadhi ya wafanyabiashara ambao kwa sasa unaendelea na vikao vya siri kupanga namna ya kumshambulia Mheshimiwa Rais na serikali yake, wakiwemo mawaziri watatu ambao wako serikalini, ambao wameonekana wanashughulika ipasavyo na vitendo viovu miongoni mwao watumishi pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za habari, kunaripotiwa njama hizi hata kufikia kutaja baadhi ya wabunge na wafanyabiashara ambao wanapanga kuhujumu serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais Magufuli. Baadhi ya wabunge ambao wametaja kuwa njama hizo, ipo mbunge wa Kigoma mjini kutoka tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, ndugu Zito Zuberi Kabwe, ambaye pia anahusishwa kufanya kazi kwa karibu na alikuwa mkurugenzi mkuu wa NCCF ndugu Ramazani Dau. Mbunge wa Mwibara Kange Lugola Victor Mambalasa na mbunge wa Lupa na mchungaji Peter Msigwa, kwa pamoja na wafanyabiashara wakubwa mafuta na sukari. Nimeshuhudia ndugu zangu wa Tanzania, juzi tu kulikuwa na utaratibu ule wa serikali tangazo utaratibu wa sukari uweze kuwafikia wananchi kwa bei nafuu, na serikali ikatoa agizo la kuzuia uingizaji wa sukari nje. Lakini hawa wafanyabiashara wakalobi baadhi ya wabunge na mwenyekiti wa kamati Bi Mary Nagu kutangaza kwamba serikali ya namna lazima iagize sukari nje. Pia Matevu amesema kuna hujuma dhidi ya waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Charles Kitwanga katika vita dhidi ya madawa ya kulevya, na kuna mtandao wenye lengo la kumuondoa waziri huyo katika wadhifa wake. Wauzaji wa dawa za kulevya, kundi linalojihusisha na madawa ya kulevya ambalo linajumuisha watu wazito, linahakisha kwamba linamuondoa waziri wa mambo ya ndani Charles Kitwanga, na wamewamnyima raha sana wauzaji wengi wa madawa ya kulevya. Hivyo wamekimbilia nchi za nje, hawatamani tena kurudi nchini kwa sababu mitandao yao yote ile imeweza kufahamika. Ndani ya mtandao ambao wanahusika vigogo na matajiri wakubwa wamekutana mara kwa mara kujadili kupambana na waziri pamoja na serikali ya Mheshimiwa Magufuli. Wanamtandao wa dawa za kulevya wameingia hadi kwenye kamati za party, hasa wanatumia kamati ya bunge, wakiwemo wabunge wa CCM kuhakikisha kwamba waziri wa mambo ya ndani anaanguka sambamba na kumzoofisha rais kwenye kazi zake kupambana na ujangili, maeneo ya temu wa dawa kulevya na uhamiaji haramu pamoja na uingizaji holela wa silaha. Tumeona kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam amefanya kazi kubwa, amedhibiti silaha zimekaguliwa juzi. Lakini kuna majangili ambao wanaendelea kwenye mbuga zetu, wanaua tembo, wanaua nini. Hiki kitu kimekuwa kimewasili sana watu wa mtandao, kwa wameamua kuweka jopo kubwa wakishirikiana wabunge, wakaunda mtandao wa bunge, baadhi wa CCM na bunge ukawa wanajipachika jina la kataa Magufuli njaa ndani ya bunge. Wanataka kukwamisha bajeti ya serikali ambayo inatarajia kuwasilisha mbele wa bunge katika bunge inatarajia kuanza hivi punde. Aidha, amesema kuwa wanamtandao huo wameandaa mpango wa kumshinikiza kiongozi wa upinzani Zanzibar Maalim Seif Sharif Ahmad aende nchi za Umoja wa Mataifa na mataifa makubwa kushawishi ili Zanzibar iwekewe vikwazo vya kiuchumi. Wamehama kundi hilo limehamia kwa wanasiasa Zanzibar. Hivi ninavyowaambia, kuna wanasiasa ambao wamekutana karibuni jijini Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi, nyumbani kwa mwanasiasa maarufu upinzani, kumpa jukumu la kuandaa malalamiko kupitia kwa Maalim Seif Sharif Ahmad, ambaye amepewa jukumu la kwenda Umoja wa Mataifa pamoja na nakala kwenda mataifa makubwa kuomba Tanzania iwekewe vikwazo kisingizio cha Zanzibar. Wanasiasa hao wanatokana na nchi za Kiarabu kama wadhamini wa mpango wa Maalim Seif Sharif Ahmad, Ismail Jusaladu, Juma Hadi Juni, Kingungi Ngombalu Mwiru, baadhi ya wanazuoni na wanaharakati ambao wamekuwa wakipigia chapuo Tanzania inyume misaada.